Mdogo wangu Jose. Ndio kaka. Huyu ni dada yetu. Yaani hatuna namna ambayo tunaweza tukamwepuka. Na haya matatizo yanatokea kwenye familia. Kila mtu anapata matatizo. Mume wake kwa sasa hivi changamoto anazopitia ni nyingi. Alafu tayari Zama na watoto wawili. Hatuna namna. Wale sisi kwetu ni ndugu, ni wajomba. Kwa mimi nilichokuwa nimeonelea hapa, inapaswa tuone namna gani ambayo tunaweza tukamsaidia Zama. Hata kama ni kuchanga sisi watatu pamoja na Nanga, tumpe yeye mtaji. Tukishampa mtaji akianza biashara, hata shemeji akija kusimama, itakuwa tayari inamsaidia yeye na familia kwa sababu hawezi kukaa hapa nyumbani kwa muda wote, ni mke wa mtu. Kweli. Mimi amekuja hapa namuona ni mke ukaa analia tu anafanya, hatuwezi kwenda hivyo. Sasa kama ulivyosema hiyo idea nzuri, hatuwezi kujadili wenyewe. Sasa na Nanga angekuepo hapa ili mradi tujue hata tunachanga shilingi ngapi, mtaji unakuwa nini. Ili mradi matairi haya yameenda. Afadhali matairi haya yameenda. Matairi haya. Matairi haya yameenda. Sasa afu jamani, mtu anapoweka kitu chake sehemu kwani lazima mtoe? Matairi katwa nani hapa? Wewe ulimwagiza mtu aje kuchukua hapa matairi? Karudisha hajarudisha? Sijajua sasa. Ngoja basi. Sasa umuone kaka hapa kaja ndugu. Sema kusalimia mzee, hujasikia? Sasa tumeshasalimiana lakini kuna jambo ambalo tunapaswa kudiscuss. Sasa mimi nitaota jamani kama nyinyi mmekaa mmezungumza nini? Sasa ndio maana kakuita hapa Jose kwa sababu nyinyi ndio mko hapa. Sasa mbona mnalaumu kama mimi nilikuwa najua nyinyi mnafanya nini? Nitajua nyinyi mnaongea kitu gani? Wewe mmeamua kwa vikao vyenu fanyeni. Basi ndio basi umsikilize brother. Hemu mpe ule mpango. Kwa kifupi tu ni kwamba Zama kwa sasa anapitia matatizo. Ndio. Sawa, matatizo ni sehemu ya maisha, kila mtu anayo. Amerudi yupo hapa. Amerudi yupo nyumbani. Anafuata nini? Sikilize basi. Anakachunga cha nani? Sikilize basi. Mdogo wetu amerudi, hapa ni nyumbani. Yule mke wa mtu usiseme mdogo wetu bwana, mke wa mtu hapa anakaa. Mke wa mtu sawa, ila kwa sasa hivi shemeji. Wewe Zama. Wewe njoo bwana wewe usitake kusikiliza basi. Hebu sikiliza. Kwa nani hapa? Anakaa kwa nani? Niambia mambo sasa hivi kwa sababu gani mimi anapitia ngumu. Tunataka tumchangie ile wewe mtaji. Jo. Wewe kwani umesikia familia yako ya kina Mo? Au kuna watu umeambia familia yako ya kina Baresa? Chukua vitu vyako nenda kwa mume wako. Shida, changamoto ni sehemu ya maisha. Vumilieni. Mmekubaliana mtaishi kwenye raha na shida. Hivyo namna inabidi. Mwanzo anaambia ukweli sasa hapa. Huyu akienda kuambia na watu baki. Bwana sikiliza. Amnaga ndoa ilikuwa tam mpaka hapa anakufa. Hakuna hiyo ndoa. Sawa. Yaani ndoa ziko hivi, kuna muda mnalala, kuna muda mnapitia changamoto na changamoto ndio hizo. Huyu anarudi nyumbani maana yake ni hatungekuwa tumekufa, angekusaidia nani? Hatungekuwa tumekufa angesaidiwa na nani? Sasa ndo kaka zake ambeni tumsaidie huyu. Nisikilize. Huyo mwanaume kama sisi, atakiwa ingie fight. Waona changa uchanga. Nichange nini? Yaani sisi tutoela tena tumhudumie huyu. Yaani sisi hasara tumeitoa, tumempa mtu. Sawa. Huyo tulompa hasara naye kageuka hasara. Kwa hiyo tumlishe dada yetu, tumlishe na mtu anayekula dada yetu. Acheni mambo ya kijinga bwana hayo. Huo puuzi bwana huo. Wewe bwana sikiliza, chukua begi lako. Una mamlaka yote ya kumwambia dada achukue begi. Tupishe kama hiki unachoona tunachojadili akina mama. Nyie mnako. Nitakupiga makofi sasa hivi hapa. Nitakuvunjia heshima sasa hivi kama ulivyovunja kwa Zama. Nitakuvunjia heshima sasa hivi. Yaani sasa hivi nitakuvunjia heshima. Nanga. Nanga. Wewe shetani kweli. Wewe shetani kweli. Dada yangu mimi nitapambana. Kila kitu kitakaa sawa. Ila nyinyi hapa